Lakini kabla sijaanza masomo yangu nilienda nje ya nchi kwa maana nilienda Kenya. Kwa hiyo kule primary inabidi umalize darasa la 8, lakini mimi nilipofika la 6 kwa sababu ya familia kwa hiyo ikabidi nirudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea hapo. Nyuma ya kila maisha kuna ukweli usioonekana kwa macho, hadithi za kupambana, kuanguka, kuinuka na kuendelea mbele. Kupitia mahojiano ya kina na simulizi za kweli, The Real inakuletea maisha kama yalivyo, bila pazia, bila maigizo. Karibu. Hello, karibu sana katika kipindi chetu cha The Real. Huko na mimi Cleopatra Sanga kama host wako. Katika kipindi chetu unapenda kujifunza nini hasa? Napenda kukuambia kwamba utajifunza vitu vingi. Hasa kipindi chetu kipo basic kwa ajili ya kujua maisha ya mtu fulani na ujifunze kupitia maisha ya huyo mtu. Kipindi chetu cha leo tupo na mgeni wetu. Ningependa ujitambulishe mwenyewe. Asante. Kwa majina naitwa Christine Siameta, ni mzaliwa wa Kilimanjaro na sasa nasoma chuo kikuu cha TIA Uhasibu Temeke. Karibu sana Christine. Sasa Christine, ningependa kujua historia yako kiufupi, ulipozaliwa, uliposoma mpaka umefikia hapo unaposema upo chuo cha uhasibu. Je, unaweza kunipa hiyo intro kidogo? Sawa, mimi kama nilivyosema ni mzaliwa wa Kilimanjaro, mimi ni Mchaga, nimezaliwa Kilimanjaro, lakini kabla sijaanza masomo yangu nilienda nje ya nchi kwa maana nilienda Kenya. Kwa hiyo nimezaliwa Kilimanjaro lakini nimesomea Kenya. Kwa shule ya msingi nimesomea Kenya, na baadaye tena nikarudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea na masomo. Wait kazi. Kwa ulipoenda Kenya kule nasikia kwamba elimu yao, yani primary yao ni ndefu. Uliwezaje ni hapo kutoka kwanza hiyo primary ukaanza Tanzania then ukaenda Kenya ukarudi tena Tanzania, ilikuwaje? Yani nipe hapo. Sawa. Yes, mimi nimezaliwa hapa Tanzania Kilimanjaro. Lakini kabla sijaanza kabisa hata sijaanza kindergarten nikaenda Kenya. Kwa hiyo nilipoenda Kenya nikaanza chekechea. Kule ndio elimu yao ni tofauti na huku, kwa maana yake kule wanasoma shule ya msingi za kawaida kabisa, lakini wanasoma Kiingereza na wanasoma mpaka darasa la 8. Kwa hiyo silabasi zao tofauti, kwamba ni kwamba sisi huku elimu ya primary inaanzia kwa Kiswahili ila kule inaanzia Kiingereza moja kwa moja. Kwa hiyo nilipoanza nasari nikasoma nasari, nikasoma la kwanza, la pili, la tatu, la 4, la 5, la 6. Kwa hiyo kule primary inabidi umalize darasa la 8, lakini mimi nilipofika la 6 kwa sababu ya familia kwa hiyo ikabidi nirudi Tanzania kwa ajili ya kuendelea hapo. Kama kilichokurudisha wewe huku ni familia, yaani familia ilifanyaje? Na kama ulienda kule familia ilikuwaje hapo kuhusu familia, kwamba iliwezekanaje ukaenda afu ukarudi tena kwa sababu ya familia? Aidha ni changamoto au nini ilitokea mpaka kafanya urudi? Hapana, sio changamoto, lakini ni kwamba tu mimi kule Kenya nilikuwa nakaa na mamangu. Kwa hiyo baba alikuwa yupo Tanzania, alikuwa na baba ndo Mtanzania, mama ni Mkenya. Wao walikuwa wanaishi, baba alikuwa huku, mama alikuwa kule. So ndo ilifika hiyo hatua wakaamua kwamba wote turudi tukae pamoja huku. Kwa hiyo ndo ilibidi tuchukue uhamisho kutoka shule nilipokuwa nasoma kuja huku, mimi na kaka zangu ambao tulikuwa tujamaliza. Kwa wote tukahamia huku moja kwa moja. So wewe nationality yako ni Tanzania, si ndio? Mimi Tanzania. Ni Tanzania halisi. Yani unaweza kuniambia kuna changamoto gani ilitokea kutoka elimu ya Kenya kuja elimu ya Tanzania? Yani hapo ni kuanzia ulipomaliza kwa unasema ishara 6. Kwa hiyo changamoto gani ilitokea hapo, au ni namna gani ambayo wewe experience gani ulipata hapo kutoka shule Kenya 6 kuja huku? Na je, uliendelea na elimu ya darasa la 7 ni ukaishia 6 kaingia darasa 7 au ilikuwaje? Sawa, mimi nilipoama kule darasa la 6 ni 2016. So nilipoama kule nikaja huku, lakini elimu ilikuwa tofauti. Kwa hiyo pale sikuweza kuchukua uhamisho kwa sababu tulivyokuja shule za huku walikataa, walikuwa wanasema kwamba nirudi darasa la 4. Yaani maana yake
huku inabidi uwe darasa la 4 ndio uweze kuendelea darasa la 7. Yaani ufanye mtihani wa la 4 pale, si ndio? Yaani niwe na darasa la 4. Kwa maana hiyo kwamba nilienda shule tofauti za serikali, za kibinafsi, lakini story ilikuwa ni ile rudi darasa la 4, darasa 7. So pale situation ilikuwa ni ngumu kweli. Kwa hiyo nilikaa nyumbani like almost miaka 3, ilikuwa migumu. Kipindi hicho ulikuwa na umri gani? Yaani mpaka ukae miaka 3? Nilikuwa na miaka around 14. Yaani kipindi unatoka Kenya darasa la 6 kuja Tanzania ulikuwa na miaka 14. So ongeza miaka 3 ulikuwa na miaka 17. Ndio anataka ufanye nini? Urudi darasa la 4. Ikawa ni ngumu kweli na sikuweza kurudi darasa la 4 kwa sababu isingewezekana, hata umri mwenyewe ulikuwa ushaenda kidogo. Kwa hiyo wazazi wakawa tu wanajaribu kuamini kwamba nitaenda shule. Kwa hiyo nikakaa nyumbani kuanzia kipindi hicho hapo. Sasa ngoja kwanza, kipindi unakaa nyumbani, yani ulikuwa bado na ile desire kusoma au na ulikuwa ushakata tamaa? Nilikuwa na desire kusoma na mimi sio mwepesi sana ku give up hivyo. Japo sikwenda shule miaka hiyo hapo 3, lakini nilikuwa nyumbani. Changamoto zilikuwa ni nyingi vile, unaona wanafunzi wanaenda shule, wewe unabaki yani unabaki nyumbani. Kwa hiyo inakuwa namna fulani na ile tunaenda na mama, unakuta tunatoka na mama maybe tunaenda kutafuta shule lakini tunafika tunakosa, kuna nyumbani unarudi nyumbani unalia kabisa, unajua mama anasikitika, yani tukaenda sehemu mbalimbali sana. So ikaja ikawaje mpaka ukarudi tena shule? Yani nipi hapo kwamba after hiyo miaka 3, mbona ushasema miaka 3, kwa baada ya miaka 3 na kitokea nini mpaka ukarudi tena shule baada ya hiyo miaka 3? Kwa baada ya miaka 3 bahati nzuri sana ni kwamba kuna hizi shule wanatoa elimu ya watu wazima. Kwa hiyo nilipata nafasi ya kujiunga na shule moja kwa Kilimanjaro tulipokuwepo. Nikajiunga elimu ya watu wazima ambayo ni QT. Hiyo elimu ya watu wazima wanasoma madarasa 2 kwa mwaka mmoja. Kwa hiyo mimi nikaanza QT, nikasoma form 1 na form 2 kwa mwaka mmoja, ambayo ilikuwa ni 2019 2020. 2020 nikasoma form 1 na form 2 kwa mwaka mmoja. 2021 nikasoma form 3 na form 4 mwaka mmoja. Kwa hiyo umemaliza 2021 form 4? Nilimaliza 2021. Imekuja wewe, yani kama umeweza 2021, imekuja umeweza kusoma na maana sasa hizi uko mwaka ngapi chuo? Mwaka wa kwanza. Kwa mahesabu hivi unaweza yani kwa kukadiria wa mwaka wa kwanza sasa hivi inamaanisha walimaliza 2022. Ilikuwaje yani hapo maana umeweza 2021 form 4, yani ikawaje mpaka umekuja kukutana na wanafunzi 2022? Au kuna changamoto nyingine ilijitokeza? Sio changamoto, lakini ni mipango tu kuingiliana, kwa sababu nilipomaliza form 4 nikawa nimepanga au tukapanga tukifamilia kwamba niendelee na chuo. Lakini sasa ile kwenye harakati za kutafuta chuo, kuomba chuo kabla matokeo hajatoka kuchaguliwa chuo yote ile. Kwa hiyo tukaamua kwamba niendelee na advance. Maanake niende form 5 na form 6. Kwa hiyo wakati huo ulikuwa umekaa nyumbani hicho kipindi? Nilikuwa nyumbani kwa sababu vyuo vingi si wanakuja wanaanza mwezi wa 12 mwezi wa kwanza. Kwa hiyo ukiangalia form 4 nilimaliza tokea mwezi wa 11. Kwa hiyo ile kipindi ya kuomba chuo mpaka ije tokea nimechaguliwa chuo nilikuwa nipo nyumbani. Kwa hiyo mpaka imetokea nimechaguliwa chuo, lakini bado nikaacha kwenda kwa sababu mipango ilikuwa ishabadilika. Ukaskip huo mwaka mmoja. Ikabidi niendelee form 5. Kwa hiyo ndio ikawa hivyo, nikakaa nyumbani. Hiyo nikisubiria kwamba mwezi wa 6 nitaanza form 5. Ambao form 5 ukasoma miaka 2 tena, ukasoma mwaka mmoja ukaunganisha tena kama kawaida? Form 5 na form 6 nimesoma mwaka mmoja vile vile. Ni kichwa. Kwa hiyo yani hiyo tokea 2021. Kwa nini sasa hivi ndio niko chuoni? Kwa sababu 2021 nilibaki nyumbani. 2022 pia sikwenda shule kwa sababu ya mipango ya ada nini na nini. Kwa hiyo ikakutana nimekaa nyumbani. Kwa hiyo 2023 mwezi wa 6 ukaenda advance. Sasa nataka niambie miaka yako ni mingapi, kwa sababu umeskip sana mpaka hizi huko mwaka wa kwanza. Una miaka mingapi?
Kwa sasa nina miaka 21, mwezi wa 10 nafikisha miaka 22. Ina maana okay fine, nimeelewa kwamba pale uliruka. Kwa hiyo inamaanisha wewe hujawahi soma la 7 kabisa? La 7 sijasoma, maana nimemaliza la 6 nikaanza form 1. Okay. Sasa napenda kuuliza swali moja technically. Ni kitu gani ambacho umewahi fanya maamuzi wewe kama wewe, yaani ukaamua ambacho yani ukataka, yani hamna mtu wa kuingilia, iwe mzazi labda mzazi alikataa kila kitu, kidogo ukaamua kufanya maamuzi? Na je, hicho kitu ulichokifanya yani kilikuwa na impact nzuri au bad impact ikukuta? Sawa. Kwa kweli tokea nimezaliwa mpaka sasa ni miaka mingi na maamuzi nimeyafanya mingi ambayo unaweza kukuta familia kama familia nimekataa, lakini mwenyewe nikachukua hatua. Lakini kipekee napenda kukumbuka kwamba kuna hatua moja nilichukua baada ya kumaliza form 6. Nimaliza form 6, yani kisheria Tanzania inabidi wanafunzi wanaomaliza form 6 waendelee na mjibu wa sheria, maanake waendelee JKT. Kwa hiyo mimi swala ya kwenda JKT kwa familia yangu ilikuwa ni swala gumu, yaani kwamba walikuwa hawataki wewe uende jeshini. Yani walikuwa wanaamini kwamba unahisi kwa nini walikuwa hawataki wewe uende jeshini? Wanaogopa mabesi sana kwenye nini? Wanaogopa vile wanapoona kwamba watu jeshini wanateseka. Hivyo mateso wanakuonea huruma mtoto. Pia za mtaani kwamba hakuna kulala. Wanatishia. Kwa wazazi wangu obviously waliona kama nitateseka sana. Na ukizingatia ni mtoto wa mwisho kwa ni last boy. Lakini mimi niliamua mwenyewe nitaenda. Kwa mimi mamangu ndo alikataa sana, lakini baba alikuwa anakataa huko anakubali. Sasa mimi nikajaribu, lakini ukiona unashinda urudi. Sasa hapo hebu tupe hiyo experience ya huko jeshini, huko JKT. Kwanza unafika, nikikuangalia naona wewe ni mpole sana. Ilikuwaje kwanza unafika? Ni mpaka au did you manage? Yaani ulimanage vipi maisha ya jeshini? Je, ni magumu kama watu wanavyoongea maybe, au yani hivyo wanatesa kweli, hamlai au ni vipi? Hamna, kulala kupo, lakini ni kwamba tu yale masaa ya kulala yanapunguzwa sana. Kwa mimi mwenyewe ile kipindi cha kwanza nilikuwa sijui naenda kufanya nini, lakini huko unataka, yani wewe unataka. Na kitu gani kilichokuwa umefanya wewe utake sana mpaka sasa? Na vitu vitisho, wengine wanakuwa yani kwa sababu wanakuwa naogopa vitisho, vinakuwa vingi, like mtu unakuwa unaangalia zile clips zinavojaga wana posti mtu unaona Mungu wangu mimi siwezi kwenda, lakini wewe ulikuwa na desire wewe mwenyewe. Kama kitu gani kilikufanya wewe na hiyo design, kitu gani ulipenda sana? Mimi nishai kujifunza kitu kimoja kwamba yule amewezaje. Okay. Kwa hiyo ukamwona mpaka mwanajeshi kavaa bakabaka kabisa, kashika silaha kasimama. Kuna wanajeshi hapo vitani, hata kwenye movie unaona wanavyopambana. Kwa mpaka kufikia pale, manake na wao walijifunza na wako hai bado wanaendelea kufanya kazi zao. Kwa hiyo mimi niliamini kwamba hata kama kuna mazoezi magumu, lakini sio ya kuniumiza kiasi hicho kwamba nitapotea. Hapana. Kwa mimi nilikuwa kwanza tu nikimwonaga mwanajeshi mimi nafurahi. Yaani unaweza kuniambia kwamba ni kitu cha jeshi, yani jeshi yani unapenda tu yani? Napenda sana. Sasa wewe ukimwona mwanajeshi gani, wa kiume wa kike? Yani sasa wa kike. Wa kike sawa sana. Unavaa bakabaka, so make a desire kabisa. Kwa hiyo napenda hata zamani kabla nilikuwa nishasema natamani nakuja kwa mwanajeshi. Unajua hicho kitu kimeenda wapi sasa hivi? Hicho kitu kimeenda wapi sasa hivi? Natamani kujua kwamba by this time hicho kitu cha kutaka kuwa mwanajeshi kimewekea wapi? Mambo yanabadilika na unazidi kujifunza vitu vingi. So katika kujifunza kwako ukaona jeshini sio vitu vyangu sasa hivi. Kwa mimi nimeona na inabidi nifanye kitu ambacho nakiweza. Zamani nilikuwa nafanya kitu ambacho nakitamani, unaona mtu anaendesha ndege, mimi natamani kuwa pilot. Lakini wao nimeona mwanajeshi, natamani kuwa mwanajeshi vile. Lakini kwa sasa inabidi nifanye kitu ambacho nina talent nayo, kitu ambacho nakiweza kufanya. Okay. Sasa natamani kujua baada ya wewe kuamua maamuzi ya kwenda jeshini, ilikuwaje? Ni vile labda mpaka unavyoondoka mama mwishoni alikuja ku agree au bado tu ilikuwa ni ngumu au ukaforce? Mama alikubali, lakini baada ya kuona nimeishakaa almost wiki 2 niko kimya, alikuwa naamini kwamba niko salama kwa sababu nilipiga simu. Sasa mimi naendelea vizuri mama, na nilikuwa naendelea vizuri, sio kama naigiza bado, kwa sababu mimi nilipoenda
tumeenda pale tumejisajili na jeshi. Yaani hebu kwanza tuende taratibu. Kuna ile story kwamba ukifika tu pale amsha baba unapewa adhabu bulongoka, sifanye nini haya mazoezi ya kijeshi. Nikupo ni hivyo kweli? Ni kweli, maana yani sisi tumefika tu pale, tumeshuka kwenye gari, maana tumepanda basi kawaida tukalipia, tukashushwa kituo pale. Basi pale kituoni kwanza tumekuta wanajeshi wanasubiria nini sasa? Wanasubiria wanaokuja kujiunga na jeshi. Kwa hiyo gari lilitoka pale taxi la jeshi. Ni taxi yao mwasimima watu 3 mbele ya dereva na mtu mmoja. Lakini yani imagine tuliingia karibia watu 10. Sasa imagine mbele tulikaa. Mambo ya kijeshi hayo. Kwa hiyo tulibebana. Pale sehemu ya kukaa mtu mmoja tumekaa 3 tumepakatana. Mungu wangu. Nyuma sehemu ya kukaa watu 3 sio wamekaa 7. Yani I don't know how, lakini tulifika. Na mlipofika pale mnaposhuka ikaaje? Tukashuka, alikuwa na mwanajeshi mwingine pale anatupokea. Kwa tukambaya, nyie ndio mmekuja? Ndio. So ndio, itika vizuri. Haya, ndio. Sasa unajua sisi tunatakiwa kusema ndio. Haya, tukaitika pale. Haya, mizigo yenu kichwani. Mtu mwenye mabegi 3, mabegi 4 kichwani. Yani inabidi ubebe na rahisi vile nyumbani ungeambiwa na mama beba mabegi hayo 4, ungesema mama mimi siwezi. Lakini pale ungekuwa na 5 ungeyabeba. Ungebeba vizuri tu. Ungejua umebebaje, lakini total ungebeba. Kwa hiyo tulibeba, yani sijui kilizi, lakini tulibeba. Mimi nilikuwa na mabegi tu 2 na mwenzangu mmoja aliniachia begi lake. Kwa nilikuwa na mabegi 3. Nachokumbuka nilibeba traka langu kichwani. Begi moja mgongoni, ile lingine zilishika sijui nilikupatia nilifanyaje. Tukaingia, tunaambiwa mnakimbia na kama mna machi mnaosha miguu. Kwa hiyo yani tukakimbia vile, yani unaenda anakuambia nini unafanyaje hivyo? Wewe legelege, arudi kaanza upya. Kelele zile mshamcha za kuchanganya. Wanajeshi walikuwa ni wengi sana pale kipindi hicho, kwa sababu ndo hao wanakuja kujiunga na jeshi hapo na wanakuja wengi. Kwa hiyo wanajeshi walikuwa ni wengi sana. Kwa hiyo unapokelewa kwa shangwe. Unakuwa kufurahia mgeni wa kijeshi hasa. Lakini ilikuwa ni kawaida sana, yani uliishi vizuri. Mimi maisha yangu nilioishi ni mtu ambaye nimeishi maisha ya kupambana. Kwa kuna kazi za kwenda shamba, shule yenyewe unaenda unakuta sehemu ya kukimbia mpaka unafika shule. Yani unapita sehemu unavuka maji unateleza kwenye mitaro. Hivyo unaenda shule chini, ushaka chini kwenye matope, lakini ndio unaenda shule. Kwa hiyo yani hizo changamoto kama hizo mimi niliziona za kawaida tu. Kwa hiyo hapo umeshasema kwamba kuna vitu ambavyo mpitia ni vigumu zaidi, ndio natamani uniambie kwenye maisha yako kuna changamoto gani yani ilikukumba mpaka ukasema hii, yani hata zinazokuja hizo changamoto zote unasema hizi zote hazijafikia ile changamoto. Yani natamani kujua hiyo changamoto ambayo ilikukumba wewe ukasema ni kabisa hapa hii kweli ilikuwa ni changamoto, yani haijawahi sahaulika kwenye kichwa chako. Changamoto ambayo nishaipitia ya kwanza labda niseme kile kipindi ambacho nimaliza la 6 tumechukua transport kuja Tanzania, alafu nikakosa shule. Na bila kusahau tumeseto hapa tukiwa Tam. Hii ni sehemu ambayo wanachuo wengi wanapenda kukaa. Basi mwanachuo sitaki upitwe na hii bahati jamani. Glass kama hizi hivyo unaipata kwa buku juice baridi kabisa. Kipindi ambacho wewe unajisubirishia kipindi chako, au umeruka kipindi, kuna kipindi umetoka kwa ajili ya mapumziko, njoo Tam ujipatie juice yako ya baridi kabisa. Na Tam ni sehemu ambayo inabeba na inakea kila mteja. Pia kuna bonus sometimes. Karibuni sana Tam.